maisha haya. Yaani saizi wateja hamna, mafuta yamepanda bei, yaani kazini kugumu, nyumbani pia changamoto, yaani maisha saizi hayaeleweki yani. I say, sijui nifanyaje yani. Nimebaki na kumbukumbu zako zikiniita kimya. Moyo wangu kizunguka mahali. Hebu njoo mara moja wewe. Sawa. Your love was deeper than I ever knew. Kila nguso wako uliandika historia moyoni, na bado nahisi uwepo wako ndani yangu. Nirudie tena even just tonight. Hold me close, make it feel. Mimi nimekuita hapa kuhusiana na ile swala la juzi ile, kwa sababu haiwezekani kwenye maisha ya saizi mtu akatoka huko alikotoka moja kwa moja mpaka akafika hapa na kuanza kuonyesha wewe kwamba huyu ni mke wangu namna gani pale. Ile swala mimi mpaka saizi bado halijakaa sawa, ndio maana nimekuita hapa kabla sijaondoka kuelekea kazini uweze kuniambia vizuri bwana, kuhusiana na yule mtu, wewe na yule mtu unamfahamu vipi? Ndio ninachotaka kujua mpaka kutoka kwako mpaka sasa hivi, ndio maana nimekuita. Kwa kweli mume wangu mimi yule mtu simjui, naomba uniamini. Kuamini mke wangu mimi nakuamini sana, ila tatizo mtu hawezi akaanza tu hivi mtu anakuja hapa anaanza kusema wewe mke wake. Kwani amepita wanawake wangapi huko, amepita nyumba ngapi huko? Ni kitu ambacho wewe mwenyewe kama mtu mzima ukianza kukitathmini unakuta kabisa hicho kitu akiingia akilini. Umeona, na mimi hapa ni mtu mzima, siwezi nikakubaliana na hiki kitu. Kwa hiyo lazima uniambie ukweli. Yule mtu ni nani? Naona kabisa kuna vitu hapo unanificha. Lazima uniambie ukweli, yule mtu ni nani? Na kwa nini mpaka aje hapa? Kama wewe unasema unajua, kwa nini mpaka aje mpaka hapa? Umeona, yule mtu wewe inaonekana unamfahamu vizuri. Kwa hiyo nataka uniambie yule mtu ni nani? Mimi kweli simjui. Sasa nasema hivi, hili swala mimi siwezi kulifumbia macho, kwa sababu yule mtu mpaka amekuja hapa kuna jambo linaendelea. Kwa hiyo mimi saizi naelekea kazini. Ninaporudi baadaye nataka unipe majibu juu ya hili swala. Yule mtu ni nani? Na unamfahamu au humfahamu? Mimi natoka, ila ninaporudi baadaye hapa nahitaji majibu. Sitaki mchezo huko ndani. Lakini sipati. Je, kuna mwingine atakayenijua kama wewe? Or did I lose the only one who made me whole? Usisahau nilivyokupenda bila masharti. I gave you everything I had inside. Kama unaweza nirudi hata kwa muda. Let me feel you just one more night. Naam. Yule tajiri, kuna tajiri mmoja kanipigia simu. Ananiambia ile issue kama naye kidogo angalau anaitaka akacheki. Issue gani hiyo? Ile ya nyumba bwana. Aha, nilikuwa nishasahau. Yaani saa hizi kichwa kina mambo mengi sana. Mambo gani hayo tena ndugu yangu? Mwanangu, maisha tu bwana. Sasa yule jamaa akasemaje? Baadaye mida kama ya saa 10 hivi. Yes. Aje tuonane na mimi alafu nije nimuonyeshe kwako. No. Labda wewe unasemaje hapo? Mikono mitupu lakini mioyo. Kuna sasa kimya sasa. Yaani mawazo yalikuwa mbali sana. Mwanangu. Kwa hiyo basi kama ndio hivyo, haina noma. Wewe bosi akikucheki, wewe mwanangu ni Sanu, au sio bwana? Nipigie simu ili tuone tunafanyaje. Ila fanya kweli. Hiyo hapo, hilo sio shida. Hiyo ni uhakika kabisa. Yaani wewe hiyo usiwaze. Sawa. Wewe subiri saa 10 kama utakuwepo utafika pale ya huko cheki kwenye simu au vipi? Mimi nakuamini sana. Maana mimi na wewe kama familia au haina noma. Hiyo hakika. Sasa ndugu, kwa lile jambo bwana, kwanza nikupe pole sana. Pole sana, ila katika haya maisha unajua kuna nyakati ngumu na nyakati nafuu kidogo, sio hivyo?
hata maandiko yenyewe matakatifu yanakuambia kwamba hivi kuna wakati wa kukusanya na wakati wa kutamani. Kuna wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Hilo na. Kwa hiyo kuhusu lile swala la yule mwanamke, hata hamna haja ya kuendelea kuumiza kichwa sana, kwa sababu ukitaka kufikiria, wewe bado ni kijana na una nafasi nzuri kabisa ya kuendelea na maisha mengine tofauti na yule. Sio lazima uonaye hivi. Haya mambo bwana yanaweza kukufanya ukapoteza kabisa direction ya maisha, kwa sababu muda mwingi utakuwa unawaza wewe. Wewe punguza mawazo kuhusu wewe, tuliza ubongo, manage mambo yako vizuri, kila kitu unajua kitakaa sawa. Kwa sababu kwenye maisha kuna vitu ambavyo waga vinakuja, ukijaribu kupambana navyo, ukiona vinakushinda viache. Ukiviforce kupambana navyo utaumia wewe. Ni kweli. Lakini hata hivyo ndugu yangu, yani mimi nakushukuru sana kwa sababu kuna baadhi ya vitu unatia moyo na nini. Yani usingekuwa ni wewe, yani huenda mpaka saa hizi ningekuwa nimekonda, nimebaki kama mmoja. Yani nakushukuru sana. Wala usiwe na wasiwasi. Yani wewe ni zaidi ya ndugu. Ni rafiki yangu lakini ni zaidi ya ndugu. Yani nakushukuru sana. Ndugu yangu, katika hii dunia ndugu yako ni yule wa karibu yako. Mimi wewe ni ndugu yangu, na siwezi kuona kwamba unateketea kuhusu swala kama hilo. Hiyo ni vita ambayo imeibuka na umejaribu kupambana nayo, imekushinda. Iache, kwa sababu unakoendelea wewe ndio utakayepata madhara makubwa kuliko yeye. Yeye ameona nafuu leo. Chana na hivyo. Tuliza ubongo. Nashukuru sana. Bwana, vipi lakini? Kama unavyoona nyumbani wanasemaje? Mimi nyumbani kwema. Shemeji je? Hana neno. Sisi maisha bwana tunamshukuru Mungu. Tunachokipata ndio hicho. Hatuna hivyo. Tunamshukuru tu Mungu bwana, anazidi kutupa amani. Na kingine bwana, azidi na kumuomba Mungu ili siku nyingine ukutane na mtu sahihi. Ndugu yangu, Mungu naye ndio kwenye kumuomba Mungu hapo. Ushauri mzuri. Ila ungeniambia niende baa kunywa pombe, aloni singekuelewa kabisa. Sasa ndugu yangu, mimi ngoja nifike zangu mazoezini hivi. Alafu baadaye naweza nikapitia nyumbani nimpe hai hapa shuleni. Basi karibu sana. Shukrani sana. Basi mazoezi na yenyewe bwana. Unajua tena naweka sawa akili. Nenda bwana, refresh mind. Au si? Refresh mind. Haina noma baba. Poa bwana. Baridi. Poa, mimi naingia zangu shamba kama kawa. Poa.